لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى وبئس الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله عز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبعد قال نشكر الله سبحانه وتعالى على Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihirisha shukrani kwa wasimamizi wa madrasa pamoja na msikiti wa Madina. Wallahi nadhani fadhila kubwa zaidi kwa mshahara, maana bali mwanafunzi mwanzo na pili inakuwa ni fadhila zaidi kuliwa, sababu tunasimama kama wanafunzi wa ustadhi na kama mwalimu wangu. Unajua tumesimama sana wanasema kumbi muallim wa fihi tadjid qala muallim yakuna rasula. Hakika tumesimama sana wanasema kwamba tuwafanye ikram kwa walimu wetu. Itakuwa mimi sijafanywa ikram kusimamishwa mbele ya mwalimu wangu kwa kuenda nilifunza. Kumbuka Ali radhiallahu anhu anasema kwamba yeyote atakayesoma adabu harfu moja huwa atakuwa ni mwalimu wangu. Kwa hivyo ni ikram kwa kusema shukrani kwa kusimamishwa mbele ya mwalimu wangu mwingine. Huenda akanisikiza na huenda nikakosea vile vile, lakini kwa sababu mwanadamu tunajua kukosea, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehea, na pia nyinyi ambao mnisikiza tunakusamehea. Basi kwa kuwa nimesimamishwa, sina budi kufanya kitu ambacho kwamba inawezekana kutoka kwangu. Ikiwa ambacho kwamba kinawezekana kutoka kwangu ni kusimamisha katika majali ambayo nimekusanya hapa. Tumesikia watoto wamesimamishwa hapa walikuwa kusoma Qur'an. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia hawa ndani ya Qur'an. Akisema Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwainua wale ambao waumini hivi na wewe. Ambao wanasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Baada ya hapo tutasimamisha swala. Hapo tumeingia katika daraja ya waumini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawapatia izza zaidi wa fikani. Akasema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawainua kwa daraja moja ambao ni ilmu. Hao watu ndio nao hapa. Mwalimu wa madrasa ili kuulia kwa mfano kama mzazi. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza hal yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Je, wanakushana wako sawa kwamba wanajua na wale ambao hawajui? Hakika jibu itakuja. Hivyo basi ikiwa leo mtoto atajua, ikiwa leo mtoto atafuta dini na akaifahamu, basi ndio kuna zawadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zawadi yake ni gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuacha ndani ya giza. Mata akana ala al-mahajja, mata akana ala al-salat, bal tarakana ala al-mahajjati al-bayda. Hakutuacha ndani ya giza, bali alituacha ndani ya mwangaza kama wazi. Mwangaza yupi? Akakwambia jamaa za binadamu, huyu mwanadamu atakapokufa ikadwa amali zake zote zitakatika isipokuwa mambo matatu. Na ndani ya haya mambo matatu wazazi wanafaa kutumia. Ikiwa yote katika huu ulimwengu hukumu ya kukamilisha mambo haya matatu yote, hukumu ya kusanya haya mambo matatu. Ya kwanza al-ilmu yutafaru bihi, ukawa mwenye kukuza ilmu kwa kwamba ina manufaa. Ilmu kwa manufaa gani? Si manufaa si ilmu kwa kwamba tunang'ang'ana kusanya PhD katika leo katika kitanda wa kadha, lakini ilmu yutafaru bihi ni hii ambayo kwamba leo inafanya kazi. Mtoto wako atakapoelewa qala Allah wa qala Rasul, hiyo ndio ilmu yutafaru bihi. Kisha sadaqatul jariya, ukakuwa mwenye kujitolea katika mali yako, ukakuwa mwenye kujitolea katika wakati wako, ukakuwa mwenye kujitolea katika nafsi yako vile vile, ukatoa kitu ambacho kama kitakuwa chenye kuendelea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa umepata jazaa. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza wala tahsabanna Allahu ghafila, siku ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala amenathirika amma ya'malu wa ya'malu kwa kufanya. Siangalia mambo madogo katika
kuuza. Usione madarasa ya kidogo. Si lazima mtu aende jamia ndio atamiliki kama yeye hali. Hii kidogo kwa kama leo umeenda katika madarasa, hii imedosha wewe kutembea ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa anakuja katika daraja ya tatu anasema au wala swala au mtoto mwema. Hapa inaeleweka kwamba au wala swala ni jamii imekusanya kila mtoto kwenye wako ama ni wa wenzako, lakini unafanya juhudi hata kupata dini ya kupata elimu ya sheria, basi hapa utakuwa umeingia ndani ya hii au wala swala. Sababu ni gani? Huyu mtoto lengo lake ni gani? Yeye mmoja ambapo atakaa chini aiwe mikono akuombe wewe dua. Kumbuka sisi ni wanadamu, tuko na mapungufu ya kila aina. Je, tutafanya istighfar, tutafanya tauba, lakini kumbuka bado tutakuwa tunahitaji dua, tutakuwa tunahitaji watu kufanya istighfar. Kwa hawa ndio ni hazina kwa wewe au wala msalih au kutumwa mwema. Maulama yeye anasema au wala msalih mtoto mwema yule ambaye ana maarifa bi'ilm ash-shar'i, akona maarifa ya ilmu ash-shar'i. Na ilmu ash-shar'i ni hivi, ile ambayo kusanya mambo matatu. Ya kwanza anasema al-ilmu, Imam an-Nawawi anafasiri neno ilmu kwa mambo matatu. Akasema ya kwanza maarifatullah, huyu mtoto akufahamu Allah. Na tumeona mbele ya macho yetu ndani kwamba hawa watu wanasoma Qur'an. Hii ni maarifatullah. Atakapoweza kusoma Qur'an, hapa anaanza kujua maneno Mwenyezi anazungumza. Ananiambia nini? Ananiambia inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Unaona kusimamisha swala, mtu anasimamisha swala, anajua wajibu kama anasema. Anajua mimi nimelazimishwa kusoma ilmu. Unajua Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hajui ni kushana wala kwa majina wala kwa hawajui. Kisha baada ya kumtambua Allah anajumuisha kitu cha pili ambacho kwamba ni maarifa ya nabii. Anakuja kwenye kumfahamu nabii wake. Maana tunasoma masomo ya sira, tukaambiwa kwamba Muhammad alikuwa na kizazi, alikuwa na baba, alikuwa na mama, wakaweza kuwatambua. Hii ndio ilmu ambayo inakusudiwa. Kisha akajumuisha kitu cha tatu, baada ya kumjua Mola wake, akamjua nabii wake, kisha baada ya hapo akajua dini ya Uislamu ni hakika. Anajua dini yake kwa dalili ambazo kwamba zinazungumzia. Itakuwa ni ajabu ikiwa wewe utaswali na ujue Allah amesema vipi. Ndio ulizo. Pengine huyu mtoto ameshasomeshwa. Akitoka huko nje apata na wale wenzake wadogo wasiokuwa Waislamu, wakimtakii na swali nini? Anasema Allah atuonyesha kadha wa kadha wa kadha. Nini mnafunga? Ramadhani inakuja. Inafunga nini? Mtafunga kula na kunywa? Hapana. Anakwambia hili amri kutoka kwa Allah, anasema kutiba alaykumus siyam. Hiyo ndio dini, mtoto kuelewa dini ya Kiislamu pamoja na dalili zake. Na hata elewa ikiwa mimi na wewe tunamwacha kae nyumbani. Hata elewa ikiwa mimi na wewe tunafadhilisha elimu ya Kiingereza juu ya dini yake. Hapa mimi na wewe kuna uhakika wa hata unataka kuelewa. Itakuwa angalia Muislamu jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyodhalilisha baadhi ya watu. Utakuwa wewe ni stakeholder wa umeshika PhD, unatambulika dunia nzima, lakini unafika unadhalilika mahali moja kwa kutambua Mola wako. Lakini huyu mtoto anataka kujumuisha kuelewa Mola wake, kuelewa dini yake. Kisha baadaye unampatia neno kidogo katika dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuharamishia, bali anasema wala tansa nasiba min ad-dunya. Usisahau nasiba yako katika dunia. Tunang'ani mjini aipate upande zote mbili, apate akhira yake na apate dunia yake, ili mimi na wewe tupate kuwa na wala mswale ambao kwamba tuna mikono kuomba wewe. Na ayu hakika enyi wanafunzi, jueni kwamba hii ni fursa ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapatia. Pengine wadogo leo hii hawataelewa fursa, lakini angalia mshairi anasema nini? Ta'allam falaysa al-mar'u yuqbadu aliman yuqbadu aliman. Anasema soma, hakika hakuna aliyekuwa alizaliwa akiwa anajua. Ina maana gani? Ina maana ambao ni wadogo wasome, na pia wale ambao ni wakubwa wasome. Ina maana elimu haina mipaka, haina umri. Na kisha vile vile sababu ya kuwafunza watoto nini wakiwa wadogo, anasema Imam Shawkani Ahmad Shawqi, anasema Ahmad Shawqi mwalimu wa Imam Shafi'i, anasema vipi? Anasema al-ilmu fi sighari, al-ilmu fi sighari kanakshi fil hajar. Elimu katika udogo ni kama kuandika kwenye jiwe. Unajua kuandika kwenye jiwe, hii ni kitu kama mfano hivi tunaona msikiti wetu. Hivi maandishi haya katika kwa njia rahisi,
Kwa hivyo mtoto akisoma elimu yake kwa mdogo, ufahamu wake unakuwa juu, na kisha anasema kumalizia maneno yake, anasema wal-ilmu fil kibari, na elimu katika ukubwa kanakshi fil bahari, ni kama kuandika kwenye bahari. Utaandika kwenye bahari, baada ya dakika 3 mawimbi yanakuja yanapita na yale maandishi. Kwa hivyo kwa Uislamu tunangana zaidi watu wetu wapate elimu, wapate elimu ya sheria, ili ile Allah subhanahu wa ta'ala tuwe na faida. Sitazidisha zaidi hapo, nitaachia mashaka wangu waendeleze inshallah. Qabul ma tasma'un. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Shukran sana Sheikh Abdallah. Sheikh Abdallah ndio imam wa Masjid Mustaqim Kiendeni. Na ilikuwa sizungumze, lakini tunasema kitu kimoja. Wakati tunamleta ustadhi wetu Ustadh Abubakar hapa, tuliita wazazi, na leo tunamleta kama wazazi. Tulisema Ustadh Abubakar, endapo atakukosea, ingekuwa kwetu sisi tuwe ni wenye kumhandle Ustadh Abubakar. Endapo Ustadh Abubakar atakuwa ni mwenye kukosea, ama labda amefanya kitu ukaona hakikufurahisha, tulichaguana, kuna wale ambao wana wasimamizi, tuliwaletea wasimamizi wawe ni wenye kuhandle jambo moja. Lakini pia kama wana jambo lingine, endapo Ustadh Abubakar atakufurahisha, labda umeona mtoto wako yasoma vizuri, yuaje wa kusomea, ukataka kumpongeza ustadhi, wala hata usituambie sisi, wewe na ustadhi na mzani na ustadhi. Leo tumeona watu wetu hapa, tumepeana kidogo tulichokuwa nacho. Kama wewe kama mzazi umefeel kwamba Ustadh Abubakar amefanya kitu kwa mtoto wako, itakuwa baina yako na yeye, usisahau kushika. Kama una namba yake inshallah sema tutakupa, lakini namba yake iko kwa mkono. Nataka kusema nini? Kuna mzazi tuko naye hapa, si mzazi hasa, hana watoto wake na mzazi, lakini mzazi amekuwa kifurahisho na jitihada za ustadhi wetu, na amesema yeye pia angependa. Kwa hivyo ustadhi, ukiona kitu kinakuja kwa simu yako akaja tu kwa namba, itakuwa ni mzazi alijitolea akawa ni mwenye kupongeza, lako tu ni kumwombea leo. Kwa hivyo ni hayo tunasema. Kama wewe ni mzazi yako unaona ustadhi amefanya jambo kwa mtoto wako, usiseme ukiona ustadhi amepewa na wazazi. Najua hata wazazi wameshangaa, wameona imesemwa ni wazazi wametoa lakini hawakuhusishwa. Hiyo ndio kazi ya maneno, au sio? Kwa hivyo ni hayo tu ustadhi. Sawa. Labda kuna wanafunzi hapa kipa amenikumbusha kwamba swali imefika, lakini tulikuwa tunaomba kidogo leo inshallah tutaadhini saa 7:30 inshallah, na tutaadhini na kuswali inshallah, tupate hizi fadhila za mashaikh inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر السورة. بعد الشكر الله سبحانه وتعالى نكرمنا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wapendwa, ama kwa hakika leo ni siku kubwa sana na ni sherehe kubwa sana kwa wanafunzi kama hawa.
ni kwamba natoa pongezi kwa wazazi ambao kwamba waliweza kuandaa watoto hawa, kwa sababu tunaambiwa madrasa kwanza ni mama nyumbani. Kwa hiyo mimi la kwanza kabisa natoa shukrani yangu ya dhati kwa wazazi ambao kwamba waliweza kuandaa watoto hawa na wakawa ni wenye kuzungumza waliozungumza. Na wapili ambao kwamba natoa pongezi kwake ni kwa ustadi wa watoto hawa, yani Ustadi Abubakar. Kwa hivyo mimi nasema yangu ni kwamba wazazi tunafaa kushikamana na ustadi kama huyu, yani ili mtoto aweze kupata elimu inahitajia ushirikiano wa wazazi na ustadi. Bila ushirikiano wa wazazi na ustadi, basi mtoto hawezi kupata elimu. Kama mnaposhirikiana na walimu wenu wa shule, basi pia vile vile mnafaa kushirikiana na ustadi. Ndugu zangu wapendwa, sisi kama Waislamu tunachukulia elimu ya dini, yani elimu bure. Unakuta wazazi yani wanagongana kutoa hiyo hela hizi ya zawadi za watoto, lakini shule unakuta mzazi anagongana hata kama anakopa, yani anatumia mbinu aina zozote at least apate pesa ya shule, lakini madrasa ya hafla au ya mwalimu inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunafaa kung'ang'ana kwa hali na mali ili watoto wetu waweze kupata elimu. Mwenyezi Mungu anasema waman ya'mal bighairi ilmin a'maluhu mardudatun, yani yule ambaye kwamba atafanya amali yoyote bila kuwa na elimu na hiyo amali yake, basi amali kama hiyo itakuwa yeye atakishwa mwenyewe. Mfano amali ambayo inakuja ya Ramadhani, kama utafunga kinyume na vile inafaa, basi amali yako hiyo itakuwa yenye kurejeshewa, yani itakuwa ni mwenye kurejeshewa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujaribuni sana watoto tuwape elimu ya dini. Sisi wazazi wa kike kwanza ni masuhulia kwa hawa watoto wetu, itakuwa ni masuhulia kwa hawa watoto wetu, kwa sababu wewe mzazi wa kike mwenye nyumbani, wewe ndio wa kwanza kumwandaa mtoto. Lakini unakuta mzazi kwanza wa kike, hayuko tayari kumleta mtoto madarasa, lakini yuko tayari kuanzia Monday mpaka Friday au mpaka Saturday mtoto awe amefika shuleni kwa masaa yanayofaa. Lakini madarasa unakuta kwa wiki wanapatikana mara mbili au mara moja, lakini hata hiyo mara moja mtoto anakosa madarasa, na hamna sababu yoyote ya mtoto kukosa madarasa. Hata tuchukulie kwa Saturday ni tuition, hata Jumapili pia mtoto mzazi ambaye mtoto kumleta madarasa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sote ni mas'uli, yani mzazi ama wazazi tutakuwa ni masuhulia siku ya Kiyama. Kwa hivyo langu ni kwamba tujaribuni sana watoto wetu tuweze kuwafundisha dini. Elimu zote ziko sawa, lakini elimu ya dini ni muhimu kuliko elimu ya dunia. Mpaka hapa naomba nisitopishe wakati zaidi. Kuna mwenzangu hapa pia inshallah aweze kutupa mawili matatu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Sheikh Abdallah Imam Masjid. Naam, kwa kumbasha takriban dakika 9 hivi, tungeomba kabla ya kufunga tuwe ni kupata dua ya kuwa elimu wazee wetu wa boma hii, baada ya kwamba walitoa nia ya kujenga msikiti kama huu na yale yote kwamba yanafanyika hapa katika inshallah. Na nikirudia pale awali iliongelea kuhusu kumtunza ustadi kidogo, kwa wale ambao hawana namba yake nitaisoma inshallah, wezaandika usijali, utakapokuwa mshaka vipi tasikia inshallah. Namba yake ni 07
Hii ni namba ya Ustadh Abubakar, na inshallah baada ya salatu tutakuwa na walimu kidogo, kwa hivyo wazazi tuwaomba msiondoke. Inshallah tutakaribisha mgeni wetu wa heshima, chairman wetu wa Kikuyu Council of Imam, Bwana Sheikh Juma Nasr. Inshallah tutamia na dua inshallah. Bwana chairman, nimemsahau bwana chairman za Abdalla Gabus, nimemsahau, kwa hivyo tuomba pia tupeleka moja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi langu ni kushukuru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hakika haya mambo yanafanyika samana na Shabani. Hili jambo tukiangalia nyuma kama sijui kama kungepatikana kitu kama hicho. Lakini kwa uwezo wa Rabbul Alamin alifanya juhudi zote hizi, na kuna viambia mlipa kuna mambo ya lakini sasa alhamdulillah yalipa na mpaka kutafuta ustadhi ambao kwamba nangu ni kushukuru, kumrudisha shukrani Shabani na Abubakar kulingana na mambo yale yote kufanyika hapa. Tumeshuhudia kwamba hawa watoto wengi watakuwa ni walimu siku zinazokuja hapa. Kulingana hivyo hatuongei sana, tunashukuru Mwenyezi Mungu na wajalie kutenda heri, na kila aliyetoa kitu chake Mwenyezi Mungu amhifadhi na kuweka Allah khalifu inshallah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيرنا kipenzi chetu na kipenzi chake yeye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nimejaribu kutoka kuongea na nikamfadhilisha wangu sana kuzungumza, lakini wamenikumbusha mpaka wamenikumbusha. Nimeelezwa niseme moja au mawili. La kwanza, mimi si mgeni kuheshimiwa. Waheshimiwa wetu leo ni hawa wanafunzi. Leo mimi niliwaambia wanafunzi hawa nilipokuja, niliwaambia leo mimi ni mwanafunzi wao. Leo wao ndo ustadhi wangu, na bila shaka wale ambao tumekuwa hapa kutoka mwanzo mpaka mwisho tumeweza kufaidika pakubwa na yale ambayo wanafunzi wetu hawa wamefanya. Tumesikia visomo za Qur'an, tumefunzwa dua, tumefunzwa na fikhi, na hapo ustadhi Abubakar amefanya kazi kubwa. Unajua kazi ya walimu ni kazi nzima. Hapo ustadhi anaingia na wanafunzi 33. Na hao wanafunzi 33 ndio hao umewaona wote hawako rika moja. Umeona ni rika tofauti, ni madarasa tofauti. Kwa yule ambaye kwamba ashaketi ndani ya madarasa ama ashapitia, anaelewa kuwa hiyo kazi ya kudini na wanafunzi hawa 30 ambao kwamba ni rika tofauti, ambao kwamba wanasoma sehemu tofauti. Kuna yule anasoma kaida, kuna yule anasoma juzu amma, kuna yule yuko kwenye mushaf. Anaelewa kuwa hiyo ni kazi ambayo kwamba ni ngumu sana, ni kazi ambayo kwamba ni kubwa mno. Kwa hivyo hii ambayo kwamba tumeona, wala hatuhitaji kusema sina msemo unasema rekewea weka hata hebu kazi yenyewe ni nini? Nilisema hawa watu wamesoma, rika zote wamesoma. Hii ni kazi haijajifanya yenyewe, ni kazi ya kutoka kwetu wageni kusala kupata. Amenishinda kiumri, amenishinda kielimu,
Pili, wazazi. Leo nimeona watoto wanafunzi hapa mpaka wanapeana change. Anahesabu wanaongea ni mwili yangu mpaka anapeana change hiyo kwa kuona anafurahi sana mpaka anapeana change. Hiyo wewe unaweza kuona umepatia mtoto shilingi 50 ama shilingi 10. Lakini kile kitu umejenga kwa huyu mtoto si hapo ndio mara tatu kwa mwaka. Unaona? Amepata kuona kumbe hii anapokuwa anafanya kila siku madrasa inathaminiwa. Sio shule tu, lakini hata kumbe hii yangu ya madrasa kumbe imethaminiwa. Kwa hivyo niwashukuru wanafunzi, nimshukuru mwalimu wetu Ustadh Abubakar, niwashukuru viongozi wetu kiongozwa na Bwana Shaaban na mama yetu na wale wengine kwa kazi nzuri. Huyu ndugu yetu Shaaban tuliwahi kumwalika akawa msimamizi kule shule. Mpaka leo hii niulizwa, yule Bwana Shaaban nilipeleka wapi? Kwa sababu wakati alipokuwa msimamizi wetu wa watoto wa Kiislamu pale kwenye shule, ilikuwa kesi ikitokea mambo ya shibab, mambo ya nini, alikuwa mstari wa mbele kupigania. Na umeona juhudi mpaka leo tusoni tumatangaza hapa. Alituita kupige barua, kufanya bidii mwenyewe mpaka watoto wetu leo wanasali swala ya Ijumaa. Kwa hivyo wote ambao wanashirikiana, viongozi, wasimamizi wa msikiti hii, wazazi wametoka sehemu mbalimbali. Hapa kuna wazazi kutoka Karai, kuna wazazi kutoka ng'ambo ile. Hao wazazi tunawapongeza pia kwa sababu wamechukua bidii, wamechukua jitihada. Kama tukareta madrasa zetu, basi tutasema hii ya Kamango ni primary. Katika zile madrasa zetu zote hii alhamdulillah mashaallah. Sababu tunakaa na walimu na katika mambo ambayo tunaelezwa ni kuwa wazazi hapa wameshikana vizuri, wanahakikisha kuwa watoto wanakuja madrasa na matunda ndio hii. Kwa hivyo ina maana leo ustadhi wetu tukimshika namna alivyoshikwa vizuri hapa, kesho kutwa tutakuwa na maimamu kutoka hapa. Mimi yule kwa kadhaa anasema nilikuwa mwalimu wake. Ni kweli, lakini nimefunza kidogo tu pale chini. Na alhamdulillah ameenda akaongeza. Leo kama mimi siko, wiki iliyopita walifanya program ya janaza. Hakuna swali hata moja kwa kwamba ilibakia mimi nilikuwa vijana wenyewe walishi. Kwa hivyo ikiwa ustadhi wetu tutamshika na matunda tumeona ndio imekuwa hii itakuwa ni hafla yangu ya tatu hapa. Ya kwanza ilikuwa Ustadh Ramadhani ilikuwa. Ya pili Ustadh Abubakar na ya tatu. Namna tunavyoendelea kwa wale wenye kuona, utaona kuwa hawa watoto namna walivyokuwa mwaka jana sivyo walivyo mwaka gani? Wanaendelea. Kwa hivyo tukimshika ustadhi wetu, anaona ustadhi amefanya jitihada, ameanza kuleta familia yake. Ustadhi hawezi kuongea najua, lakini hawezi kusemea. Lakini ustadhi vile vile binadamu, na ustadhi vile vile anafanya. Leo tukifurahisha kila mzazi amefurahi hapa kutoka kwa pesa tupatie mtoto kwa kazi na jitihada kutoka ustadhi wetu kufanya. Kwa hivyo na yeye leo ameleta watoto wake mashaallah, tunatarajia atakaa hapa vizuri. Kwa hivyo na sisi kama wazazi tumwangalie, hajaomba lakini tumwangalie pia na yeye namna watoto wetu kesho watakapokwenda shule, tujiulize na ule ustadhi wetu mwenye anafundisha watoto wetu dini, mbona watoto wake hawaendi shule? Tunawezaje kujua ni kwa nini? Tunawezaje kumbusu? Mashaallah, mlipa billahi alhamdu, amcheleweshe billahi alhamdu, lakini mahitaji ni mengi. Kwa hivyo namna sisi tumefurahia na watoto wetu wanakwenda shule na hizi pia ustadhi wetu tujaribu na yeye pia namna akiwa hana zile space za watoto shule, hana space ya hii na kile atapata
atapata utulivu, na akipata utulivu zaidi, hii matokeo tunaona hapo, hii ni kidogo sana, kutakuwa na matokeo ambayo ni makubwa zaidi pale mbele. Sitaki kukamilisha zaidi ya hapo. Hatuwezi kuondoka sehemu hii bila kukumbuka wazee wa asisi wa msikiti huu. Mimi nakumbuka nilipokuja Karai mwaka wa 2004, kila Ijumaa kabla ya mtu yoyote kufika pale msikitini, ilikuwa mzee Abdul Qadir Sheikh wa Mungu alikuwa pale msikitini. Huyu jamaa alikuwa anakuja na yuko Karai, kutoka kule na kule hapo msikitini. Unaona, kwa ile fikra leo Allah amejalia kwa ile nia yao nzuri, na ile fikra ya kuangalia kufikiria leo watoto vile walikuwa wanakuja pale madrasa Karai, wangeweza kusoma namna waliposoma leo? Wangeweza, kwa sababu pale siku moja safari tunalika haitaweza ule jamaa amesoma hapa Amani, angeweza kutembea kwa hapo kwa Karai? Hawezi. Lakini leo hii fikra imeasisiwa hapa. Leo watoto kama hao wanaweza kusoma hapa madarasa kila siku mpaka jioni wanasoma, na leo matokeo ndio. Kwa hivyo mzee wetu sehemu kwamba alipo, tumesikia mashehe wengi hapo wamesoma. Hatuwezi kumaliza hii kikao bila ya kumkumbuka yeye na wazee wake. Kwa hivyo nisiseme mengi zaidi hapo. Kuna mengi ambayo kwamba yataelezwa na ustadhi wetu baadaye kusonga mbele. Kuna challenge ambayo tumeletewa sisi kama maustadhi wa eneo hii, na kikao ambao kwamba hao maustadhi watakwenda watakaa kujadili mambo, tutakuwa tukielezana namna mambo yanapokuja. Kwa hivyo kwa sasa inshallah tutatia Fatiha kwa ajili ya wazee wetu ambao wametangulia walioasisi mambo haya ya kheri. Allah ajalie katika mizani ya hasanati zao. Dunia tukaburu wa tamami kuna suri ya hadhara za Nabii Muhammad Mustafa Fatiha. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واسكنهم مكان في الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم يا صانع كل مسلوب، ويا مؤنس كل فقير، ويا شاهد كل مشهود، ويا غالب كل مغلوب، اجعل في امورنا خرجا ومخرجا. اكبر في قلوبنا ان لا نرجو احدا سواك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر النمامين، اللهم اكفنا شر المنافقين، اللهم اكفنا شر الكاذبين، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي عين، اللهم اكفنا شر كل ذي حسد، اللهم اكفنا شر ما يكون قبل ان يكون حتى لا يكون، اللهم اكفنا شر ما ينزل قبل ان ينزل حتى لا ينزل. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، واجعلنا فيها من متقائك وتلقائك ولقضائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا sana. Tulikuwa tumepanga kwamba tutakuwa na mkutano, lakini jinsi watu waliposoma ustadi turuhusu inshallah tutaweza kuwa na mkutano. Na mimi natoa shukrani kwa kila yote ambaye kwamba amefanikisha jambo kama hili, kwa chochote ulichokitoa kwa wakati wako uliotumia hapa. Niliamini hatungeweza kuwa na kikao. Kwa hivyo ukiondoka hapa
jua kwamba wewe ndio sababu ya sisi kuwa na kufanikisha kwa maana. Kwa shukuru nyote na nadhani inshallah baada ya kama kila inshallah kama wako na wazazi na kuwaomba wazazi. Wallahi kuwaomba kila siku tayari wanakimbia namwambia mkutano baadhi yenu mlikuja wengine wanasafiri. Kuwaomba hii inshallah ndio nikeze kusikia utata anakijibu. Jingine ni kwamba kwa kawaida afya inapofanywa kwenye madrasa inafungwa na kuingia Ramadhani tano kwa Ramadhani. Kwa Mungu Mwenyezi Mungu atujalie pia sisi tuwe miongoni mwa ambao watakuwa na mwezi mkubwa wa Ramadhani na tuweze kufunga tukiwa na afya na saumu zetu ziwe makbul. Madrasa yetu hii inshallah tada alijitolea, tulikuwa na mkutano tada alijitolea alisema hata kuna madrasa. Kwa hivyo Jumamosi, Jumapili watoto watakuwa wanakuja madrasa kama kawaida. Madrasa kwa kwamba haitakuwepo ni madrasa ya jioni. Lakini Jumamosi na Jumapili inshallah watakuwa wanakuja madrasa. Tutaweza mara hii hata safiri tutakuwa naye hapa inshallah na Mwenyezi Mungu akujalie. Kwa hivyo wazazi wallahi tumefurahi kabisa. Wakati tulipanga tukajitolea kununua zawadi, kununua chakula, wallahi tumefurahi. Na tukiendelea hivyo wallahi tena mbaya. Usiangalie ngani alikuwa nini. Hicho chako kidogo ndicho kinatusongesha mbele. Kwa hivyo tusiangaliane ila tushikamane. Tushikane hivyo tushikane. Leo tumejaza furaha katika nyoyo za watoto wetu. Lakini wewe hujui huyu mtoto hajakunulia mikono kwa kuombea dua. Lakini ile furaha yake aliyokuwa nayo hiyo ni dua tosha. Mwenyezi Mungu pale ulipokuwa na maziko, huenda labda ulikuwa umeambiwa kwa kazi, Mwenyezi Mungu akaondoa ile na ukapata kazi nyingine kwamba ni bora. Tukiwafurahisha hao, tumejifurahisha sisi. Mimi nimefikia mahali nilikuwa nimeweka pesa kidogo, nilikuwa lazima yangu ilikuwa ni wakati wa kuoa, lakini zikaisha. Na nikawa nimeona nataka kukaa karibu mahali nakaa. Kuna wengine simadie kwa sababu na mkosa kunipa mimi. Lakini wallahi inshallah next time nadhani bili tumecoordinate na staff ndio tujipange vizuri. Tukipatia idadi nzuri ya wanafunzi wazazi hapa leo kumekuwa challenge. Mimi nasema challenge tumepigwa tuni wazazi wa kiume. Kwanza wanafunzi tumeona wanafunzi wa kike wameongoza. Sawa. Wanafunzi wa kike wameongoza. Kwa wengi tumeona wale wanafunzi wanafunzi wa kike. Hiyo challenge tunaona. Hiyo challenge challenge tumeona wakati watoto wetu walikuwa kusoma hapa, wazazi wa kike ndio wamekuja sana. Hata kama wewe baba ulimemama hawako, hii ni challenge. Kwa hivyo wazazi wa kiume baba waomba sasa inshallah tunaishi arijali kwa waomba sana. Sote tukubaliane. Mpe mke wako atatoa. Lakini pia wewe kwa sababu mbele kwa nini? Tushikamane hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atatukubalia na atafanya hivi kwa. Ukiwa hapo inshallah na hadi tutakuwa tumefika mwisho. Tutapata Ramadhani inshallah tutakuwa ni swali. Kwa wale ambao hawana huru inshallah tuwaomba mshukuru wakati Ramadhani inaadhimiwa inshallah mshukuru alafu inshallah tutaswali na baada ya swala inshallah tutakuwa na mwalimu. Kwa hiyo wazazi tunaomba msiwe kuondoka inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni sana.
أشهد أن